mahma fa'alta min khair falan yudayyi Allahu ajrak. Baba mmoja mke wake alifariki akamwacha akiwa na mabinti 5. Baada ya kumzika mkewe ambaye ndo mama ya wale watoto, alijitahidi hiyo miaka yote kuwalea wale mabinti mpaka walipofika umri wa utu uzima. Baada ya hapo wakatokea wanaume 4 kwa ajili ya kuwaposa mabinti zake 4, lakini baba aliamua kumwozesha binti wa kwanza, kisha anayefuata, kisha anayefuata na kisha anayefuata, kisha tabakia mmoja. Allah akileta riziki baadaye ya mume ataweza kuolewa yule wa 5. Lakini yule dada mkubwa akalipinga lile na akamwambia baba yake, la maamuzi yako ni mazuri, ila ninachoomba sitaki uanze na mimi kuozeshwa, naomba uanze na mdogo wangu wa pili mpaka wa mwisho wa 5, ila mimi niache nyumbani kwa ajili ya kukuhudumikia wewe na kukutunza wewe kutokana na umri uliokuwa nao ya makamu ya mtu mzima. Yule baba akakubali ombi la mwanawe ambaye ndo binti yake wa kwanza, kisha akawaozesha wale mabinti zake 4, binti wa pili mpaka wa mwisho ambaye ndo wa 5. Baada ya kuwaozesha wale binti 4, basi yule binti mkubwa ambaye ndo dada zao akaendelea kumpa huduma baba yake na kumtunza, kumwangalia mahitaji yote anayohitaji mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipomfisha yule baba yao. Baada ya kumzika mzee, familia ikaitisha kikao kwa ajili ya urithi ya wale watoto. Kukapatikaniwa wasia ambao kwamba mzee aliuandika kisha akauacha, na wasia inasema hivi: la taksimu lbait hatta tatazawaj ukhtakum alkabira allati dhahat saadatiha min ajli saadatikum, msigawanye urithi wa mali mpaka dada yenu mkubwa atakapoolewa, kwa ajili yeye pekee ndiyo aliyejitolea muhanga kwa kujinyima furaha yake kwa ajili ya furaha yenu. Huu ndo wasia ambao kwamba mzee aliuacha. Wale mabinti 4 walipoona habari ni hiyo ndani ya wasia, wakalipinga ili jambo na wakakataa. Kisha wakamwambia dada yao kwamba hatuwezi vumilia ili jambo, sisi tunaiuza nyumba, tunagawana fedha, kila mmoja ashike njia yake. Basi yule dada mkubwa hakawa hana budi, wakainadi nyumba na wakampata mtu wa kuinunua nyumba. Walipompata mtu wa kuinunua nyumba, kabla waiuze, yule dada mkubwa akawaomba kwanza kama dakika 5 hivi, kisha atarudi. Akaingia chumbani na akampigia simu yule tajiri aliyetaka kuinunua ile nyumba, akamweleza hadithi yote ya usia wa baba yake. Kisha akamwambia, hivi sasa unavyoniona, ikitokea hii nyumba umeichukua, mimi sina pa kwenda wala sina ninayemjua wa kwenda kunistiri. Kwa hiyo ninachokuomba, ukiinunua hii nyumba, naomba unipe angalau miezi michache niweze kukaa au niweze kubaki katika hii nyumba ya baba yangu mpaka pale nitakapopata sehemu ya kwenda, kisha nitaondoka nikuachie nyumba yako. Yule tajiri aliyekuwa anataka kuinunua ile nyumba alimsikiliza kwa makini, kisha akamkubalia. Kisha akamwambia, wala usihofu kwa hilo, wewe utaendelea kukaa mpaka ile siku utakapopata sehemu ya kukustiri, kisha utaniachia nyumba yangu. Yule mwanamke akashukuru, kisha akarudi kuendelea na mahesabu na dada zake. Walipokaa mezani wakapiga mahesabu na nyumba ikauzwa. Basi fedha zikagawanywa kwa kila mmoja na kila mmoja akatawanyika kwenda kwa waume zao, basi na kujali hatima ya dada yao mkubwa kwamba ataishi vipi, nani wa kumwangalia na ni nani wa kumstiri. Kila mmoja alirudi kwake akiwa na furaha kutokana na kitita cha fedha walichokuwa nacho. Ilipopita miezi kadhaa, yule dada mkubwa akapokea simu kutoka kwa yule tajiri aliyenunua nyumba. Yule dada mkubwa akawa na wasiwasi, yule mwenye nyumba anakuja kumfukuza kwenye nyumba na bado hajapata pa kwenda kujistiri. Basi alipofika kwenye nyumba, yule mwenye nyumba, yule dada mkubwa akawa anajitetea, kisha akamwambia, wallahi naomba unisame, mpaka hivi sasa sijapata sehemu ya kunistiri. Lakini yule tajiri akamwambia, wala usihofu kwa hilo, sijakuja kwa ajili ya suala hilo, bali hapa nilipo nimetoka mahakamani na nimekuja na karatasi kwa ajili yako. Kama hutojali, naomba hii nyumba ambayo kwamba nimeinunua iwe ni kama mahari yako wewe, na kama utapenda niwe mume wako ni sawa, na kama hutopenda niwe mume wako, basi nitarudi nilipotoka. Lakini kwa hali zote mbili, nyumba hii ni yako na ni haki yako wewe. Basi yule mwanamke alishtuka huku akitokwa na machozi ya furaha, huku akikumbuka maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ikisema, wasbir
fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, kwa kweli subiri, Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi malipo ya wale wanaofanya mambo ya kheri. Hivyo basi akakubali kuolewa na mfanyabiashara mkubwa ambaye ni tajiri, na akawa ni mume wake, akaishi naye kwa furaha. Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemjalia kupata mume mwema ndani ya nyumba ya baba yake. Mahma fa'alta min khair falan yudayyi Allahu ajrak fa kayfa albirri bilwalidain, kheri yoyote uifanyayo basi fahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haipotezi ujira wake. Je, vipi kuwafanyia wema wazazi wawili? Unadhani daraja yake ni kubwa kiasi gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa umenufaika na hichi kisa, basi wafikishie nao wengine waweze kunufaika. As'adallahu awqatakum bidhikri, dumtum fi riayati llah, wassalamu alaykum. Sallu ala alhabib. Sallu ala man qala rabbi ummati hubban li ummatihi wa kana rahima ya ummat al-Mukhtar ya ahbabahu sallu alayhi wa sallimu taslima.